ambapo mada yetu ni kuimarisha utunzaji wa miundombinu na huduma. Kwa hiyo tukianzia hapa kwenye miundombinu hii ambayo tunadili nayo kwenye ofisi ya mkoa, labda msikilizaji atatamani kujua ni miundombinu ipi, aidha ni barabara ama ni miundombinu gani? Karibu. Asante sana. Kama ulivyonitambulisha, mimi ninaitwa Mhandisi Amani Mafuru, ni katibu tawala msaidizi upande wa miundombinu katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Okay. Na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa maana ya organization structure, jinsi ilivyokaa, ni ofisi ambayo inatoa huduma za uratibu na usaidizi wa kitaalamu, kwa maana ya kwamba inaunganisha kati ya serikali kuu na mamlaka za serikali za mitaa. Na jinsi structure ilivyokaa ni kwamba katika ofisi ya mkuu wa mkoa kuna ziko sehemu 8, lakini na vitengo 8 pia, ambavyo vyote ni kama utakavyoangalia muundo wa mamlaka za serikali za mitaa ulivyokaa. Vitengo hivi pamoja na sehemu hizi zinatoa huduma za usaidizi, kwa maana ya kuhakikisha wanaratibu na kuelewa kila kinachoendelea katika halmashauri. Sasa tuje kwenye eneo letu hili la miundombinu. Mimi kama katibu tawala msaidizi upande wa miundombinu, ninao wajibu wa kuhakikisha ninaratibu shughuli zote zinazohusiana na miundombinu katika mkoa wa Dar es Salaam. Na kwa maana hii ni kwamba tuna miundombinu inayotoa huduma za kijamii pamoja na huduma zingine katika mamlaka za serikali za mitaa, na zinasimamiwa na mamlaka za serikali za mitaa. Lakini iko miundombinu pia mingine ambayo inasimamiwa na taasisi zingine za umma. Mfano, utakapozungumzia swala linalohusisha miundombinu ya barabara, hapa tunao wenzetu wa wakala wa barabara Tanzania, TANROADS, ambao wao wanao wajibu wa kusimamia, kutekeleza na shughuli zote zinazohusiana na miundombinu ya barabara kubwa. Lakini pia tunao TARURA, wakala wa barabara za mijini na vijijini, ambao nao wanao wajibu wa kusimamia barabara zilizoko katika maeneo ya miji na maeneo mengine katika mamlaka za serikali za mitaa. Okay. Lakini hiyo ni kwa upande wa barabara. Sasa unapokuja katika miundombinu mingine, unakuja kwenye upande wa maji. Tunashirikiana na wenzetu wa mamlaka ya maji safi na maji taka Dar es Salaam, DAWASA, lakini tunashirikiana pia na TANESCO ambao pia nao wanayo miundombinu inayotoa huduma ya umeme, lakini tunashirikiana pia na taasisi zingine kwa sababu huduma za kijamii ni nyingi, ziko katika sekta ya afya, sekta ya elimu, sekta ya barabara, umeme, maji safi na maji taka, na mpaka kwenye majengo. Kwa hiyo utakuta huko kote sisi tunafika kwa maana ya kutoa usaidizi, kuratibu, kuelewa nini kinachoendelea, lakini pia kuunganisha. Na ndio maana nimesema ofisi ya mkuu wa mkoa ni kiunganishi kati ya serikali kuu na mamlaka za serikali za mitaa. Okay. Kirudi hapa kwenye miundombinu hii ya barabara, mkoa wa Dar es Salaam, ukiangalia kuna baadhi ya maeneo barabara bado hazijafika. Kwa namna nyingine unaweza kuona kama vile tumechelewa, kwamba mkoa wa Dar es Salaam unatakiwa kila upande kuwe na barabara. Katika ofisi yako engineer, mkoa wa Dar es Salaam una mkakati gani kuhakikisha kwamba kila sehemu ambapo barabara haijafika kuweza kufika na kwa kipindi gani? Karibu. Ni swala hili unaweza kaliangalia katika sura mbili. Unaweza kaliona kwamba tumechelewa. Hiyo ni perception ya mtu, kwa sababu perception iko na mtu binafsi anavyoiangalia. Lakini kwa upande mwingine, wewe mwenyewe ni shahidi. Sasa hivi shughuli zinazofanyika Dar es Salaam, miradi inayotekelezwa katika mkoa wa Dar es Salaam ni miradi mingi mno. Na kama nilivyosema hapa, taasisi zinazohusika na utekelezaji wa shughuli au miradi ya barabara ni taasisi tofauti. Na taasisi hizi zinatekeleza miradi kulingana na mipango waliojiwekea katika bajeti zao za mwaka. Kwa kila mwaka TANROADS, kila mwaka TARURA wanatenga fedha, wanatengeneza mipango na wanatenga fedha kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya barabara, lakini wanatenga fedha pia kwa ajili ya matengenezo ya barabara zilizopo. Kwa hiyo utaangalia kwamba ujenzi wa miundombinu inayohusiana na barabara inapata financing kutoka katika maeneo tofauti tofauti.
Ukienda kwa upande wa TARURA utakuta wanapata fedha kutoka katika mfuko wa barabara, lakini wanapata fedha pia kutoka kutokana na tozo, wanapata fedha zingine za mfuko wa jimbo, lakini wanapata pia fedha kutokana na mamlaka za serikali za mitaa ambao kisheria wameelekezwa kwamba wanao wajibu wa kuhakikisha kwamba katika mapato yao ya ndani wanatenga 10% ya fedha kwa ajili ya uboreshaji wa miundombinu ya barabara. Na kama mnavyoona maeneo mengi sasa hivi, nitoe mfano, kwa mfano halmashauri ya jiji la Dar es Salaam na manispaa zingine za mkoa wa Dar es Salaam wametoa fedha, wametenga na kutoa fedha ambazo zinajenga barabara katika kiwango cha lami. Sasa hivi kupita katika barabara nyingi maeneo ya Kariakoo, maeneo ya Upanga, kuna barabara ambazo zinajengwa kwa fedha za ndani za halmashauri, lakini pia ziko fedha ambazo zinatokana na mfuko wa barabara ambazo TARURA huwa wanaletewa, na ndio tuna miradi mingi mikubwa inayotekelezwa. Lakini pia tuna eneo lingine ambalo tuna mradi wetu maarufu wa DMDP. DMDP tulitekeleza awamu ya kwanza na sasa hivi tunatekeleza pia awamu ya pili. Kwa hiyo huu muunganiko wa pamoja unatufanya Dar es Salaam tuwe na utekelezaji wa miradi ya miundombinu ya barabara kutokana na vyanzo mbalimbali vya fedha. Na ndio maana kama sasa hivi unaona kwamba kuna miradi mingi sana ambayo inaendelea kupitia wenzetu wa DART kwa kushirikiana na TANROADS. Mfano miradi hiyo ya BRT, mradi wa mabasi yaendayo haraka. Sasa hivi kila mahali ukiangalia kuna miradi na barabara zinajengwa na zingine zimekamilika ambazo very soon zitaweza kuanza kutoa huduma. Ziko zile ambazo zinaendelea kutoa huduma. Kwa hiyo binafsi kwa niaba ya serikali sisi tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo mimi naweza kusema ameipendelea Dar es Salaam. Tuna miradi mingi, na hii ni kwa sababu pia Dar es Salaam ni very peculiar. Inachangia pato la taifa kwa kiasi kikubwa, na ndio maana uwekezaji mkubwa huu unafanyika ili wananchi waweze kuendelea shughuli zao za kiuchumi, kuinua pato la taifa, lakini na pato la mtu mmoja mmoja. Okay, sawa. Na tukitoka katika upande wa barabara, tunaona Dar es Salaam before ilikuwa na changamoto za maji, huduma, upatikanaji wa huduma ya maji. Sasa hivi hali ikoje? Na kuna baadhi ya maeneo mpaka sasa hivi upatikanaji wa maji ni changamoto. Maana yake tukizungumzia Dar es Salaam tunazungumzia mjini ndio watu wanapata maji. Lakini pembezoni wa mji wa Dar es Salaam imekuwa ni changamoto katika upatikanaji wa maji. Utekelezaji wake ukoje? Kwanza mimi niseme very recent, hivi karibuni kuna miradi mingi sana ambayo serikali imekuwa ikitekeleza. Na watu watakumbuka Dar es Salaam ya zamani ilikuwa ni Dar es Salaam ambayo kulikuwa na kelele nyingi sana za upungufu au uhaba wa maji katika maeneo ya Kimara, maeneo ya Mbezi, maeneo yote ya ukienda maeneo ya Kibamba, Pugu. Lakini serikali imefanya mambo makubwa sana. Kwa mfano katika sekta ya maji ukiangalia miradi ambayo imetekelezwa na serikali katika kipindi hiki cha miaka 4 ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mambo makubwa yamefanyika. Kwanza uwekezaji uliofanyika katika kuhakikisha kwamba maji kutoka katika vyanzo ambavyo DAWASA wanavitumia, kwa sababu DAWASA wanatumia wanazalisha maji kutoka katika vyanzo vya aina mbalimbali. Na sehemu kubwa ni kutoka katika mto Ruvu ambako tuna eneo letu la Ruvu Juu na Ruvu Chini. Lakini tuna vyanzo vingine pia vya maji ambavyo viko katika maeneo mengine Mtoni, lakini kuna visima virefu ambavyo kama utakumbuka kulikuwa na mpango wa uchimbaji wa visima virefu katika maeneo ya Kigamboni. Na Mheshimiwa Rais alizindua mradi ambao aliweka jiwe la msingi la mradi na kuzindua mradi ambao unatoa maji katika visima virefu vya Kigamboni, na maji mengine hayo yanakuja mpaka katika eneo la mjini huko. Lakini pia kupitia mradi wa Ruvu Juu serikali imetekeleza miradi ya kuleta maji mpaka katika maeneo ya Kibamba, Mbezi, na ukifika pale maeneo ya Ruguruni katika ofisi ya halmashauri ya Ubungo kuna tanki kubwa sana la maji zaidi ya lita milioni 5 kama 6 hivi ambalo linapokea maji na kuhakikisha yale maji yanasambazwa katika maeneo mengi. Na hayo maji mengine sasa yamepelekwa
mpaka Kisarawe na yamerudi kuja katika maeneo ya Pugu, maeneo yote ambayo yalikuwa na shida ya maji. Katika maeneo ya Pugu kuna tanki lingine limejengwa pale na linapeleka yale maji yote katika maeneo ya Kinyerezi, Kifuru, yanakwenda mpaka Gongo la Mboto na maeneo yote. Kwa hiyo mimi naweza kusema kwamba huduma ya maji imeendelea kuboreshwa kwa kiasi kikubwa sana. Na kwa kushirikiana na DAWASA wamekuwa wakifanya kazi kubwa. Hiyo ni upande wa uzalishaji na kusafirisha mabomba makubwa. Lakini humu katikati sasa hivi, zamani kulikuwa na matatizo ya maji katika maeneo ya Sinza, lakini huwezi kuyasikia. Ukiangalia mradi wa Ruvu Chini namna ambavyo umeboreshwa, na sasa hivi ukanda wote huu wa kutoka Bagamoyo na kuja mpaka Bunju na kuja mpaka maeneo ya Mwenge, hakuna tatizo kubwa la maji, kwa sababu mradi ule ulifanyiwa marekebisho, ukaboreshwa na ukapanuliwa kwa ajili ya uzalishaji mkubwa, na maji yale yanakuja sasa hivi mpaka katika matanki ambayo yako katika maeneo ya Chuo Kikuu cha Ardhi pale, na yameweza kusambazwa katika maeneo mengi sana. Kwa hiyo ukanda huu wa chini wote huu, nina imani kwamba wakazi wanaoishi katika maeneo yale labda swala liwe ni la usambazaji. Lakini jitihada bado zinaendelea, na wenzetu wa Wizara ya Maji wanaendelea kwa kupitia DAWASA wanaendelea kuboresha zaidi huduma ya maji, kuhakikisha kwamba wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam wanaendelea kupata huduma ya maji safi na salama. Tumeona hapa engineer, namna ambavyo umetudadavulia vizuri katika upande wa barabara, lakini pia katika upande wa maji. Lakini miundombinu yote hii inahitaji kulindwa na kutunzwa ili mradi iendelee kudumu na kuendelea kunufaisha vizazi na vizazi. Sasa tunashuhudia wananchi muda mwingine wanatupa takataka katika mitaro, muda mwingine mabomba na miundombinu ya maji yanaharibiwa. Kama ofisi ya mkuu wa mkoa, kuna mikakati gani ya kuhakikisha miundombinu hii inaendelea kulindwa ili waweze kunufaika watu kwa wakati wote? Labda hili tulichukulia katika sura mbili. Nafikiri wananchi wanao wajibu wa kutekeleza, kwa sababu changamoto hii imekuwa ikipigwa kelele sana na taasisi zetu hizi, ikiwemo TARURA, ikiwemo TANROADS, watu wa TANESCO, kwa sababu uvamizi katika maeneo ambayo yasio rasmi, maeneo ya kutolea huduma, unafanyika pia katika miundombinu ya umeme, miundombinu ya maji. Kwa labda tuseme kwamba changamoto hii kwa nini inajitokeza? Liko tatizo la mpangilio wa matumizi ya ardhi. Na miundombinu hii inapopita katika yale maeneo yamekuwa designated kwa ajili ya kutoa huduma. Kama ni barabara inapojengwa huwa inakuwa na miundombinu saidizi. Kwa mfano, kila barabara utaikuta ina mifereji kwa ajili ya kutoa maji yale ya mvua, lakini kila miundombinu ya maji taka inayotengenezwa, of course, baada ya kutumia maji safi na salama, by product yake ni maji taka, iko miundombinu pia ya maji taka. Sasa changamoto inayojitokeza ni kwamba tunao wananchi ambao kwa kujua au kutokujua, lakini pia wengine kwa sababu zao binafsi, wanavamia maeneo haya yenye miundombinu hii. Kwa mfano, ukitembea na barabara, hata ukianzia tu hapa mjini, barabara zote zinatakiwa kuwa na sehemu ya kupitisha magari, inatakiwa kuwa na sehemu za kupita watu waenda kwa miguu, lakini inatakiwa pia kuwa na maeneo ambayo yanapitisha miundombinu mingine, ikiwemo miundombinu ya simu, underground cables kwa mfano za umeme na vitu vyote vya namna. Lakini wananchi bila kupepesa macho, wengi wamekuwa wakivamia maeneo haya na kuyageuza, kuyawekea matumizi mengine. Unakuta eneo ambalo lilitakiwa wapite waenda kwa miguu, mtu ameweka kibanda cha biashara, wafanyabiashara wetu wadogo. Lakini utakwenda kwenye maeneo mengine, ukipita maeneo ya Mwenge, ukipita maeneo ya Mbezi juu, Mbezi chini, unakuta watu wamebadilisha maeneo yenye mitaro ya kutoa maji ya mvua, wamejenga pale juu na kuweka vibanda vya biashara. As a result, kinachojitokeza nini? Huyu mtu atakapokuwa anafanya biashara yake, kama ni ya kupika, kama ni ya kuuza nguo, kama ya nini, uchafu unaopatikana badala ya kuweka naye, yeye anautupa katika ile mfereji. Sasa mvua ikinyesha, uchafu huu unachukuliwa, unakwenda unafika mahali fulani, unaweza kuziba mifereji ile na kusababisha haya maji sasa yakasambaa hadharani. Kwa hiyo ni wito wetu kwamba of course tunashirikiana na wenzetu wa TARURA na TANROADS, jeshi la polisi, kwa of course mamlaka za serikali za mitaa, kwa kutumia watendaji wetu wa kata, watendaji wa serikali za mitaa, kuhakikisha kwamba hawa watu wanaelekezwa vizuri kutokufanya hiki wanachokifanya sasa hivi, kwamba hawa watu lazima wapangwe. Kama ni soko, lio katika eneo rasmi ambalo ni la soko. Sasa
Hapa nyuma nafikiri mliwahi kushuhudia kulikuwepo na operation kadhaa ziliendelea na mji ukarudi kuwa safi kidogo, lakini baadaye hawa watu kunapokuwa hakuna consistency ya kwamba tumewaondoa hawa watu, basi wale askari wetu wa mgambo wanaokuwa katika mamlaka za serikali za mitaa wahakikisha yale maeneo hayavamiwi tena. Kwa hiyo ndio hiki kitu ambacho wenzetu wa TARURA, TANROADS, sisi uongozi wa mkoa tunaendelea kushirikiana pamoja na mamlaka za serikali za mitaa kuhakikisha kwamba maeneo yale yaliyo rasmi kwa ajili ya miundombinu na miundombinu saidizi hayavamiwi kwa ajili ya kubadilishwa matumizi. Hilo hapo kwenye uvamizi wa maeneo haya tunaona katika ipo sheria zile za hifadhi za barabara, na mwingine unakuta maendeleo yanataka kuja, na maendeleo yanapokuja muda mwingine lazima kuwe na changamoto zake. Yapo maeneo engineer, muda mwingine unakuta barabara yanataka ijengwe, lakini kuna nyumba zipo kwenye hifadhi ya barabara. Mfano tumeona kwenye mradi kupitia mradi wa DMDP wale hawalipi fidia zile za kwenye majumba zile. Sasa kuna maeneo ambayo yanahitaji kulipwa fidia lakini bado yako kwenye hifadhi ya barabara vile vile. Na mwingine anataka kubomolewa pasina kulipwa fidia, na muda mwingine wamiliki nao wanataka kulipwa fidia. Kama ofisi ya mkuu wa mkoa mnakabiliana vipi na changamoto hizi kwa wananchi? Niseme unajua maendeleo yana changamoto zake pia. Na kupanga ni kuchagua. Niseme kupanga ni kuchagua. Unapokuwa na jiji la Dar es Salaam ambalo linatakiwa lichukue sura ya jiji, ina maana hata miundombinu yake inatakiwa iendane na sura ya jiji. Sasa swala la fidia, mimi nataka niseme katika sura hii, tunapokuwa tunaandaa miradi hii au wenzetu wa TARURA, TANROADS, DAWASA, TANESCO wanapokuwa wanaandaa miradi hii, ni miradi inayolenga kupeleka huduma katika makazi ya wananchi. Sasa utaratibu huwa ni shirikishi. Na huwa ni shirikishi kwa maana ya kutambua kwamba huduma hii inapotakiwa kwenda katika eneo fulani, wale wananchi huwa wanashirikishwa kwa maana ya kuelewa nini ambacho kinatakiwa kufanyika. Sasa inapobainika, kwa sababu zipo sheria pia ambazo zina govern eneo linalotakiwa kuachwa kwa ajili ya shughuli za barabara. Lakini kule nyuma, kama nilivyosema, hili swala la uvamizi usiokuwa rasmi, wako baadhi ya watu ambao kwa kuelewa au kutokuelewa. Unajua evolution ya jiji la Dar es Salaam ina mambo mengi. Kule nyuma mtu alikuwa anaweza akajikuta haelewi mpaka wa mwisho wa barabara ni wapi. Kwa hiyo anajikuta amesababishwa kununua kiwanja kilichoko ndani ya eneo la hifadhi ya barabara. Sasa sheria ya barabara iko wazi. Liko eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya hifadhi ya barabara. Eneo hili halipaswi kujengwa kwa namna yoyote ile. Sasa ikitokea kwamba kuna maendelezo yanayotakiwa kufanyika, wananchi huwa wanaarifiwa kwamba hapa ulipokaa sio mahali sahihi. Na kama ilitokea kwamba labda katika ujenzi wetu TANROADS, TARURA au serikali inataka kuchukua eneo lolote, kama lilikuwa ni eneo ambalo ni la makazi na serikali sasa inatakiwa kulichukua, basi swala la fidia huwa linafanyika. Na kama ulivyosema, fidia huwa inalipwa na serikali. Sisi tunachokipata kutokea kwa wadau wetu wa maendeleo huwa ni fedha kwa ajili ya kuendeleza miundombinu au kujenga miundombinu ile, lakini utaratibu wote hufuatwa kuanzia hatua ya mwanzo. Kwanza kuwabaini ni watu gani walioko katika maeneo ya hifadhi ya barabara, lakini pale ambapo panatakiwa kulipwa fidia, hatua za fidia sasa zinafuatwa. Iko sheria ambayo inawasimamia wale wanaostahili kulipwa fidia, watafanywa tathmini. Jedwali la tathmini litaandaliwa, litapitishwa katika ngazi zote, litapelekwa mpaka kwa mdhamini mkuu wa serikali. Likishaidhinishwa na kurudi, basi serikali huwa inatoa fedha kwa ajili ya fidia ya maeneo hayo. Kwa maana yake ipo haja ya mwananchi ambaye anataka kununua eneo aweze kujua sheria za barabara, kwamba eneo hili linalonunua liko karibu na barabara, siruhusiwi. Exactly. Kuna wakati mwingine mtu anaweza akaenda akanunua akaambiwa hamna shida, wewe pita, wewe nunua. Anavamia kama alivyosema. Anavamia. Na utaratibu huu, sheria hizi zipo kuanzia ngazi ya mtaa, au ni kwamba mtu akitaka kujua sasa kwamba hapa hili eneo ni hifadhi ya barabara, ni wapi ambapo anaenda kuipata? Mimi nitoe wito kwamba ni kweli watu wanahitaji kuwa na makazi yao, lakini wito wangu kwa wakazi wa Dar es Salaam, kabla hujanunua eneo lolote unapaswa kujiridhisha na mamlaka halisi, mamlaka za serikali za mitaa. Kule tunao maafisa ardhi ambao wanajua na kwa sababu iko mipango ambayo imepangwa. Kuna mpango wa matumizi bora ya ardhi ambao unabainisha kwamba
kila huduma itakaa mahali gani, wapi ni eneo la makazi, wapi ni eneo la barabara, wapi ni eneo la miundombinu ya labda watoto kucheza, wapi ni maeneo ya soko. Kwa hiyo kabla hujafikiria kununua eneo, kwanza jiridhishe na mamlaka za serikali za mitaa, waone maafisa ardhi waliopo, mwambie bwana, mimi nataka kununua eneo kwa ajili ya kujenga makazi, ili aweze kukuthibitishia kwamba eneo hili unalotaka kununua kweli limetengwa kwa ajili ya makazi au lina aina nyingine ya huduma inayotakiwa kuwepo pale. Vinginevyo unaweza ukajikuta unaingia kwenye crisis ya kufikia mahali huduma zingine zinatakiwa kupitishwa pale, then ukaanza kulalamika, ukaona kama vile hukutendewa haki. Kwanza usafi, ni vizuri tukakubaliana kwamba usafi ni tabia. Na mtu akitaka kwanza kupata sura ya wewe ukoje, moja kwanza ni kukuangalia wewe, lakini kuangalia namna gani unaweza kawa una handle mazingira. Unaweza kaona mtu ambaye katika muonekano wake akaonekana yuko vizuri sana na nini, lakini kama katika habari ya usafi wa mazingira naye hayuko vizuri, kutakuwa na walakini. Kwa hiyo swala la dustbin ni moja kati ya vitendea kazi au miundombinu ambayo inawekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mwananchi anapokuwa na takataka yake basi atupe takataka katika dustbin ile. Wenzetu wa upande wa mazingira wamekuwa wakiendesha zoezi la kusafisha mji, na mmeona halmashauri zote za mkoa wa Dar es Salaam kwa muda wa zaidi ya miaka 3-4 sasa hivi wamekuwa wakiendesha zoezi la usafi. Na ipo kampeni ambayo ilikuwa inaitwa Safisha Pendezesha Dar es Salaam. Unaona? Kwa hiyo halmashauri zote kwa maana ya manispaa na halmashauri ya jiji ya Dar es Salaam wamekuwa kila weekend na kila mwisho wa mwezi wanafanya usafi kwa ajili ya kuchechemua tabia ya wananchi kupendelea kufanya usafi katika maendeleo yao. Sasa hiki ni kitu ambacho kinatakiwa sasa kiwe inborn. Mwananchi kiingie ndani ya moyo wake, aone kwamba anao wajibu wa kuhakikisha kwamba katika maeneo anayoishi, maeneo yale yanapaswa kuwa safi. Kwa hiyo tukiweka utaratibu wa namna hii, na labda tuzishauri tu halmashauri pamoja na mamlaka za serikali za mitaa kuhakikisha kwamba wanaweka maeneo ya kukusanyia taka ngumu hizi, ili kila baada ya muda fulani ziweze kuwa zinakusanywa na kwenda kutupwa katika maeneo ya dampo na vitu vya namna hiyo. Sasa hiki kitu nafikiri wananchi pia wajue kwamba halmashauri inaweza kufanya hivyo, lakini wamekuwa pia wakipata changamoto. Wakati mwingine wanaweka dustbin hizi, lakini unashangaa unakuta zinapotea, zinaibiwa au baada ya muda fulani hauzikuti. Kwa hiyo mimi nafikiri ni swala la kutoa elimu. Wananchi waelimishwe, waelewe umuhimu wa kutunza vikusanyia taka hivi, vifaa vinavyokuwepo maeneo yote yanayokuwa yametengwa kwa ajili ya kukusanyia taka. Lakini pia halmashauri nazo zinao wajibu wa kuhakikisha kwamba, na wanaendelea na wajibu huo wa kuhakikisha kwamba wanazoa taka. Ninayaona magari wanayo mikataba na watoa huduma wanaokusanya takataka katika maeneo mbalimbali ya jiji pamoja na manispaa zingine. Kwa nafikiri ni kitu ambacho ni cha kuwekewa utaratibu sahihi, na baadaye nafikiri wananchi wataelewa kwamba pia usafi unahitaji kuwa tabia, lakini pia na hizi taka zenyewe kuna utaratibu wa namna wa kuzifanyia kazi, kwa sababu sio kila takataka ina maana inaenda kutupwa. Baadaye wanaweza kuwa na utaratibu ambao baadhi ya taka zinaweza kawa ni rasilimali au ni raw material kwa ajili ya kutengeneza vitu vingine. Mimi nilikuwa nataka kujua changamoto zikoje katika utekelezaji sasa wa miundombinu mbalimbali. Hamna kitu kisichokuwa na changamoto. Mnaweza kama mnapanga bajeti, mikakati inakuwa mizuri, lakini changamoto zake zikoje sasa katika utekelezaji? Kuhusiana na miundombinu ya utoaji wa huduma kwa jamii, changamoto zipo, na kama nilivyosema hapa, miongoni mwa changamoto ni pamoja na kama hii niliyozungumza ya ujenzi wa makazi holela ambao hauko katika mpangilio rasmi. Yako maeneo mengine katika jiji la mkoa wa Dar es Salaam yamejengwa bila kuzingatia utaratibu wa mipango miji. Sasa maeneo kama haya, uwekaji wa miundombinu mingine saidizi unakuwa na changamoto. Kwa hiyo hapa swala ni elimu. Nafikiri ndio maana muona serikali ilibuni wazo la kuhakikisha kwamba wanafanya urasimishaji katika maeneo ambayo kuna makazi holela. Sasa mpango ule ulikuwa una lengo la kuhakikisha kwamba watu wanapangwa vizuri katika maeneo yale na kuwafikishia huduma za miundombinu mingine, ikiwepo kama barabara, mifereji
ya maji ya mvua, mifereji ya maji taka na vitu vya namna hiyo. Lakini changamoto nyingine iliyopo sasa hivi tunaiona inayo affect miundombinu yetu ni uegeshaji holela wa magari makubwa. Nafikiri mmeona barabara inapojengwa huwa inakuwa na kingo zake na inakuwa na eneo ambalo linatakiwa kuwepo kwa ajili ya kama ni parking na vitu vya namna. Lakini baadhi ya madereva wasiokuwa mimi niwaite sio wastaarabu, unakuta analazimisha kupaki katika maeneo ambayo sio rasmi. Sasa utaratibu ule wa kupanda kwenye zile kingo na kwenda kupaki pembeni unaharibu zile kingo za barabara. Okay. Na mwisho wa siku unakuta ile barabara inaanza kumegeka. Kwa hiyo ni rai yetu kwamba katika changamoto hizi tuendelee kushirikiana na vyombo husika, ikiwemo kwa mfano sasa hivi tunajua kwa mfano halmashauri ya jiji hapa wanao utaratibu wa kuhakikisha kwamba wachukulia hatua wale watu wote wanaopaki katika maeneo ambayo sio rasmi, na tunashirikiana pia na polisi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu wa namna hiyo. Kwa hiyo halmashauri, TANROADS, TARURA kwa pamoja tunaendelea kushirikiana na vyombo vingine vya usalama kuhakikisha kwamba miundombinu haiharibiwi. Lakini wako madereva pia ambao wanagonga road furnitures. Kuna watu wanagonga taa za barabarani, watu wanagonga alama za barabarani. Kwa hiyo tunaendelea kushirikiana pia na vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha kwamba watu hao wanachukuliwa hatua. Okay, labda kwa kuelekea mwishoni, msikilizaji anaweza kutamani kujua kuna mkakati gani, kwa sababu mwaka wa fedha umepita hivi juzi 2025 2026. Kuna mkakati gani wa kuimarisha miundombinu kupitia mwaka wa fedha ujao? Kama nilivyosema, kila mwaka wa fedha unapoanza ni utaratibu wa kawaida kwamba kabla ya mwaka wa fedha kuanza huwa kuna mchakato wa kuandaa mipango na bajeti kwa mwaka unaofuata, na mchakato huo huwa ni shirikishi kwa sababu unazingatia vipaumbele vya serikali. Na sisi kama uongozi wa mkoa tumekuwa tukishirikiana na taasisi zote zikiwemo mamlaka za serikali za mitaa, taasisi zetu zingine zote ikiwemo TARURA, TANROADS, TANESCO, DART na wengine wote, kwa maana ya kuelewa kwamba wana mipango gani katika uendelezaji wa shughuli za miundombinu. Kwa mwaka 25-26 tayari tulishapitia katika, kwa mfano upande wa miundombinu huwa tuna kikao chetu cha bodi ya barabara ya mkoa ambako huwa tunajadiliana na kuelewa mipango iliyopangwa kwa ajili ya uendelezaji wa miundombinu ya barabara, ya maji, ya umeme na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo iko miradi mbalimbali ambayo imepitishwa na bunge na imeanza kutekelezwa tangu tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu 2025. Hii miradi ni inayokwenda katika kipindi cha mwaka wa 2025 2026. Kwa hiyo already sasa hivi tayari tumeanza kota ya kwanza, na taasisi zetu hizi pamoja na mamlaka za serikali za mitaa wameshaanza utekelezaji wa miundombinu, na ndio maana unaona ukipita katika maeneo mengine unakuta kuna barabara zinajengwa, kuna miradi ya maji inajengwa, kuna miradi ya umeme inajengwa, na miradi inayoleta msongo mkubwa, msongo wa kati na msongo mdogo, kuna vituo vya kupozea umeme na yote haya. Mimi nitoe wito kwa wananchi kuhusiana na maeneo ya miundombinu kwamba tunaelewa kwamba serikali inafanya jitihada kubwa sana, na tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo amekuwa akitujali katika mipango yetu ya huduma za kijamii. Nimezungumzia hapa, tumezungumzia mambo ya barabara, lakini yako mambo ya elimu, yako mambo ya afya, yako mambo mengine ya majengo. Mmeshuhudia miundombinu mingi sana ikijengwa kwa ajili ya kuhakikisha mwananchi anapata huduma nzuri na yenye kuridhisha. Niwaombe wananchi washirikiane na serikali kwa kuhakikisha kwamba miundombinu hii inajengwa kwa gharama kubwa sana. Kwa hiyo utunzaji wa miundombinu hii ni jambo la msingi sana, kwa sababu kama mlivyoanza kipindi nazungumzia kwamba tunayo maeneo mengi. Tanzania yetu ni kubwa, Dar es Salaam pia ni kubwa, tunahitaji barabara katika maeneo yote. Kwa hiyo tunapokuwa tumemaliza katika eneo moja, tunatakiwa tuende katika eneo lingine. Kwa hiyo ukitunza miundombinu katika eneo moja, unatoa nafasi ya fedha zingine zitakazopatikana ziende katika eneo jingine. Kwa hiyo rai yangu kwa wananchi ni kwamba tuheshimu mipango
tuheshimu matumizi ambayo yamepangwa kwa ajili ya huduma fulani, ili tuweze kuhakikisha kwamba miundombinu yetu inakuwa endelevu na serikali iendelee na wajibu wake wa kuendelea kutoa huduma katika maeneo mengine.